Nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo, kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Angalia kitu anachojibu Yakobo. Yakobo akamwambia Rebeka, mama Esau ni ndugu yangu, ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Angalia, pamoja na kwamba Esau alitamka yale maneno, huyu jamaa alimwambia ni apili, bado ndani yake alikuwa anajua huyu nafasi ya baba. Kumbe tayari alishanyang'anya. Angalia kinachofuata, anasema nikifanyia hivyo nitalaaniwa. Anasema yeye ana malaika, alikuwa na manyoya kwenye mikono. Anasema mimi sina, mzee akinipapasa itakuaje? Amen. Mama yake akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu, usiwe usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wanambuzi. Kwa alileta akala na mama akamvalisha ngozi ya mbuzi. Mzee alipogusa anasema, mbona hii sauti sio yeye ila mwili Esau. Jamaa akasema ni mimi, katamkiwa baraka zote kamaliza, alafu chuma ndio kinarudi kinakuta ngoma ilishaisha. Amen, haleluya, haleluya. Mstari wa 38 hiyo Mwanzo 27 anasema, Esau akamwambia baba, una mbaraka mmoja. Baada ya kukuta ndugu yake mbariki, anasema una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi. Na kwa sababu angalia kwanza alichokuwa anaongea kwa uchungu. Kisoma mstari, angalia, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami babangu. Esau akapaza sauti yake akalia, anamlilia. Angalia Joseph, Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbinguni unaotoka juu. Angalia mstari wa 40, kwa upanga wako wewe utaishi, nao utamtumikia nduguyo. Pamoja na kwamba nimekubariki kuanzia hapa, ile baraka ya kwanza imebeba hatima, haiwezi kubadilika. Kwa hiyo wewe ushageuka kuwa mdogo wa mtu. Amen, haleluya. Ni wangapi leo ni wazaliwa wa kwanza? Mdogo wako ndio anakusomesha watoto. Ni wangapi ni wazaliwa wa kwanza? Mdogo wako ndio anakusomesha watoto. Utakuwa na ubabe kwake, utakuwa mbabe kwake. Nyumba unayokaa ni ya mdogo wako, mzingo utoke. Amen. Kwa hiyo akikwambia mbona panje pachafu, utachukua jembe unakwenda. Hamna chakaka. Hapo angalia, hii nafasi inakuwa automatic. Akisha kwa nafasi anakuwa na mamlaka juu yako. Na akisema utatii, unapoteza. Ni wangapi wanajua kushikilia hii nafasi? Kwa hiyo maana nikasema hatuwezi kuwalinda watoto wetu, hatuwezi kutembea nao, lakini acha tuwapeleke kwenye madhabahu ya Bwana, Bwana watetee. Amen, haleluya. Acha tuwalete kwenye madhabahu ya Bwana, Bwana watetee. Amen. Wewe unafikiri, ngoja niwaambie kitu. Nilikuwa najaribu kusoma habari ya Ibrahim, nikatafuta Ibrahim alikuwa ni lango, lakini ukiangalia ukisoma kwa ndani sio yeye wa kwanza. Amen, sio yeye wa kwanza. Alikuwa na ndugu yake ambaye babake Lutu. Ukiangalia yule jamani alikuwa mkubwa, kwa sababu unaangalia muda ambao mzee Yesu alifariki, babake alifariki, na muda ambao yeye alizaliwa. Unaanza kuangalia miaka 205 kwa miaka 75. Alafu ukaangalia na hawa ndugu zake wengine
na wakati anaondoka, aliondoka na mtoto wa ndugu yake. Lakini angalia, wakati anatoka nyumbani, sio kwamba Mungu alikuwa hajambariki, alikuwa na vitu, lakini Mungu anamwambia ondoka, uende nchi nitakayokupeleka, huko ndiko nitakakokubariki. Na bado anaondoka bila, anasema alikuwa na ng'ombe, anaenda nao na mifugo yake, anaendelea na safari. Alienda huko, Mungu anamwambia nitakufanyia hivi, nitakuwa hivi, nitakuwa hivi, nakupa nchi hii, nakupa hiki, nakupa hiki. Maisha yanaendelea. Alipompata Isaka, Mungu akamwambia nipe mtoto wako. Kumbuka ni mmoja tu. Angalia uaminifu. Mtoto mmoja anakanipe. Jamaa akaona hamna shida. Kama alinipa tena nikiwa mzee, kuna shida gani? Akambeba yeye na wafanyakazi wake. Alafu jamaa anaenda kutolewa sadaka, amejibebea kuni. Hajui jani, mzee akawaacha wafanyakazi. Dogo anamuuliza mzee, ni kweli tunaenda kutoa sadaka? Hebu fikiri, mzee angemwambia sadaka ndio usingetupa mzigo wa kuni ndugu. Lakini hekima na utii, baba akamwambia, ambia kuni tunaanza, moto tunao, mwana kondoo yuko hapa. Akamwambia Bwana atajitwaa. Wakaenda wanajenga wote madhabahu na mzee, wanapanga kuni wako wote. Kama anashangaa anapigwa mtama, funga kalazo pale juu. Jamaa anataka uwashe moto sasa. Mungu akaona uaminifu, akamwambia usimzuru mwanao, kondoo wako. Amen. Pale anasema ni katika kukubariki nitakubariki kama nyota za mbinguni, kama mchanga ulioko Bwana. Amen. Na uzao wako utamiliki malango ya adui zao. Kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee, mzaliwa wako wa kwanza. Kila kifunguacho tumbo ni cha Bwana. Hukunizuilia. Kuanzia hapo kawa mwanzo mwingine mpya. Haijalishi ulihaso miaka mingapi, lakini kwa sababu hukunizuilia. Kuna mtu amechelewa kupata mtoto, amepata mtoto akiwa na miaka 45, miaka 50. Anajaribu kuona kama yule mtoto ndio wako wake, ameshikilia. Huyu jamaa miaka 100 unapata mtoto. Amen. Angeweza kusema haka tu na uzee huu nikachinje. Na alipoondoka hakumwambia mke wake, kwa sababu ile valangati lisingetosha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anazungumza, sema nileteni, nipeni. Mzaliwa kwanza nipe. Wewe umeshikilia na umeng'ang'ania. Tukasimama kwa Ijumaa, tulikuwa na sadaka hapa. Tulienda madhabahu. Kwa wale ambao walikuwa wapo, nikuamini, kuna muda mwingine hata kama mzazi wako hayupo, jipeleke mwenyewe. Yesu yupo kama mzazi. Nenda mwambie nimekuja, mimi ni lango kwetu, mimi ni mzaliwa wa kwanza. Sasa inawezekana kuna mtu wewe ndio sahihi, umeshikilia mlango wa nyumbani kwenu. Usiangalie ukasema sasa mimi sio mzaliwa wa kwanza, sijui na. Angalia nafasi ulioko sasa. Amen. Angalia nafasi ulioko sasa. Jipeleke ili Mungu akulinde. Haleluya. Jana nikamwambia watu hapa waliokuwepo, tukasoma neno. Biblia inasema hivi, ataulinda mkono wake wa kuume. Mkono wa kuume umebeba nini? Uhai. Hili langu kwa sababu limebeba vitu vingi, linahitaji ulinzi. Lazima uliombee kuishi. Amen. Uliombee kuishi. Hujawahi kuona mtu ambaye ndio baraka kwenye familia ndio wanaokufa? Mtu unayemtegemea, mtu aliyeshika hatima ya familia anakufa. Na watu wengi hawajui. Lango limepigwa. Anayetambulisha boma amekufa. Nani analinda hilo lango? Amen. Leo hii nyumbani kwenu kunaitwa kwa kina nani? Inawezekana wewe ni mzaliwa wa kwanza, lakini mlango wenu unatambulishwa na mdogo wako ndio mwenye nafasi.
hakuna anayekujua. Unasikia tu kaka yake fulani, kaka yake fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nani anatambulisha mlango? Na juzi nilikuwa naangalia kitu moja, nikusaidie. Kwenye familia nilikuwa naangalia kwenye mtandao, nikamwona kaka yake Makongoro, wala wanaofuatiliaga, nikajua kumbe jamaa na kaka mkubwa. Sasa mwangalie kwenye mtandao wanavyojitokelezea kwa staili yake, alafu utafuta waulize watu walioko hapa ndani katika familia Mzee Nyerere. Sasa hivi nakumbuka